natamani kujua vitu vingi sana kuhusu wewe. Na pekee hata kama umepata kazi sehemu nyingine, unaweza kuniambia pia. Ni vizuri. Ndio maana nimetii wito mpaka sasa hivi. Mambo yakikaa vizuri tu nitakwambia, na hapa sasa hivi yenyewe hata nafasi ya kukaa sana sina. Kuna mambo yanatakiwa nikayashughulikie. Kuna simu imepigwa ni mambo ya kikazi. Okay. Sababu kubwa kukuita hapa nyumbani, mimi nilikuwa na plani. Nilitaka unipe ushauri. Bila shaka. Kwa sababu nilikuwa na idea ya kufanya biashara. Okay. Kwa nikawa nimeongea na baba na mama. Akaniambia mwenyewe nichague kitu gani cha kufanya. Okay. Kwa sababu nimemaliza chuo na sina kitu chochote niko nyumbani tu. Nilitamani kuwekeza hisa kwenye kampuni. Ni wazo zuri, lakini nakuomba unipe muda wa kulifanyia kazi hili swala. Please, kama hutoja. Natamani sana kwa sababu wazazi wangu wanategemea kitu kizuri kutoka kwangu. Unajua mimi ndo mtoto wao kwanza. Yeah. Kwa sistahili kuangusha kabisa. Okay. Ni lazima sasa niwasiliane na watu wawili watatu ili niweze kupata majibu yaliyo kamili. Na uwezekano wa uwekezaji upo. Kwa sababu ukiniambia hivyo umemaliza masomo yako miti. Yaani inawezekana mimi. Usijali. Mimi ni mtoto mkubwa wa familia. Na unajua babangu ameshikaga na msafari na mama. Usiwezi kukosa pesa. Ndio chochote anachokitaka babangu nitafanya kwa mama. Okay, sawa. Nitalifanyia kazi. Nitafurahi sana. Okay, basi acha mimi niende kwa sababu kuna majukumu ambayo naenda kuyawahi. Nafikiri tutatafuta muda mwingine ambao tutakaa and friend and enjoy. Maenda basi kusema. Cheers. Nimefurahi pia. Asante. Nipo kwa ajili ya marafiki ambao najielewa na kujitambua kama wao. Asante. Karibu sana. Hello. Mambo. Poa. Mbona unashtuka? Pressure ile tu. Ondoa wasiwasi.
Naona unaendelea na majukumu ndani. Ndiyo, unahitaji nini labda? Sina njaa. Sijui umekula? Nimekula. Okay, sawa. Dami. Lakini nafikiri umefurahi. Kwa sababu una haraka, sawa? Acha niende, sawa? Alafu next time nikija tutapiga stories zaidi. Na utanifahamu vizuri, sawa? Sawa hivyo? Kwa hiyo jinsi tunaendelea kufahamu. Sawa. Asante sana Mishi. Asante pia Diva. Nimefurahi sana. Nimefurahi pia tena sana. Karibu tena jamani. Usijali nitakuja Diva. Natumaini umeenjoy. Nimeenjoy tena sana sana sana. Vipi mama kaisha kuja? Mama hajarudi bado. Ndio najiandaa hapa nipike nifanye usafi mpaka akirudi wewe. Tanioshia moto kule. Jitahidi basi mama kumkali. Jitahidi basi kufanya majukumu. Ndio hivyo, unajua ndio mimi nipo mwenyewe hapa nyumbani kwa lazima nifanye kazi zote na mdada hatuna sasa hivi. Diva, jitahidi basi mama. Usijali, itakuwa sawa tu. Karibu. Asante. Vipi, umeshindaje mwanangu? Salama tu za huko toka. Salama. Mbona kwa nani papo hivi? Ndio nataka nifanye usafi nipike. Saizi? Ndio usiku unafanya nini? Kwa hiyo najua nimeacha mtoto nyumbani, kumbe mna kazi.
vipi bro? Safi, mambo vipi? Poa. Na umetulia? Sawa, tulia. Vipi ndugu yangu? Ase fresh brother. Mambo fresh kabisa. Nashukuru Mungu, mambo yanaenda poa. Naona umetulia zako hapa. Nimekaa huko chumbani nikasema nije maana nikakaa hata kusebleni nipigwe upepo kidogo. Ni kweli. Kwa sababu joto kali sana ndani. Okay. Okay, poa. Naona umetulia zako hapa. Kula upepo kidogo. Vipi kuhusu masuala ya ofisi na nini? Ofisi, kuhusiana na masuala ya ofisi namshukuru Mungu. Mpaka sasa hivi tumefikia kwenye hatua nzuri. Naweza nikasema ni hatua rafiki. Ambayo bana kwenye ile swala letu la kupata mwekezaji mpaka sasa hivi kwa asilimia kama 40 kama sio 50 tumelikamilisha kusema kweli. Sasa ndio. Na hicho ndio kitu ambacho nilikuwa namuomba sana Mungu ndio aweze kufanya wepesi. Bwana, japo sio kwamba ni kwa asilimia 100. Mpaka sasa hivi lina 150. Kwa nini? Nina maana kusema hivyo kwa sababu mwekezaji aliye wazo amemaliza chuo ujuzi tu. Maliza chuo sasa yeye ndo kaniambia, ingawa mimi sijataka kumwambia chochote kuhusiana na mimi. Na nadhani mwekezaji mwenyewe utakuwa unamjua. Sidhani. Na huyo mwana chuo maana yake ndo kamaliza chuo, si ndio? Kamaliza chuo. Swala la uwekezaji, mtu kamaliza chuo inawezekana vipi? Maana yake ni mtoto mwenye familia ya kitajiri sana. Ndio maana nikakwambia ndugu yangu, huyo mwekezaji nafikiri utakuwa unamfahamu. Mwekezaji mwenyewe ni mtoto wa mwanajeshi. Yule mwanajeshi ambaye anapelekaga delivery kwake. Yule siku zote anaitwa Diva Baba. Yule mzee ana watoto wazuri bana. Ni mtoto fulani anakakala fulani hivi. Bro, kanyoka, yuko kwenye reli bro. Mimi mwenyewe siku nimeenda pale. Nilishikwa na moto wao. Moyo nataka kupenda ila hofu na yahisi mapenzi. Moyo nataka kupenda ila hofu, nataka kupenda ila baba niwe niteketeze, nidekeze kwa ubavu wangu mie, nikumbate, nikoleze na yahisi mapenzi. Moyo nataka kula hofu na yahisi mapenzi. Moyo nataka kupenda ila baba niwe niteketeze, nidekeze kwa ubavu wangu mie, nikumbate, nikoleze na yahisi mapenzi. Moyo nataka na yahisi mapenzi. Moyo nataka kupenda ila baba niwe niteketeze, nidekeze kwa ubavu wangu mie, nikumbate, nikoleze na yahisi mapenzi. Moyo nataka hofu
mahaba niue, niteketeze, nidekeze kwa ubavu wangu mie, nikumbate, nikoleze na yahisi mapenzi, moyo nataka kulaumu na yahisi mapenzi. Deva, Deva, Deva.